Anza kama kitu tu hapa. Akae tu hapa Karibu na msomaji hapa tu. Asitoroke. Maana sisi tulimpea muda Alipia tu mtu wa Mungu hapa kwa kitu na tukamsikiliza. Haya, soma hiyo. Na yeye pia asikilize. Twende. Ambaye alijitoa mwenyewe kuwa ukombozi kwa ajili ya wote. Alafu atakaoshuhudiwa kwa majira yake. Twende. Nami kwa ajili ya huo Paulo anasema naliwekwa niwe mhubiri na mtume. Paulo alikuwa mhubiri na mtume, si askofu. Teremka chini. Inasema nasema kweli, sisemi uongo. Alafu mwalimu wa mataifa, yani yeye alikuwa mwalimu wa mataifa, alikuwa na ubiri katika imani na kweli. Kwa hiyo alikuwa mhubiri. Sasa tuangalie sisi kwa wahubiri, sisi tunahubiri, si ndio? Kweli. Sasa tuangalie askofu anastahili kufanya nini? Timotheo kwanza 3 mstari wa kwanza. Inasema ama padri, twende. Ni neno la kuaminiwa. Ni neno la kuaminiwa. Mtu akitaka kazi ya askofu, mtu akitaka kuwa askofu, atamani kazi njema. Anatamani kazi njema. Basi imempasa askofu awe mtu asiyelaumika. Twende. Mume wa mke mmoja. Rudi hapo. Mume wa mke mmoja. Rudi hapo. Mume wa mke mmoja. Soma 5 inasema hivi. Twende. Ya kuwa yani mtu asiyejua kuisimamia nyumba yake mwenyewe. Sasa mtu ambaye hajaoa, ambaye hawezi simamia nyumba yake mwenyewe, twende chini. Hata ajuange kenye inaendelea bedroom. Atalitunzaje kanisa la Mungu? Atalitunzaje kanisa la nani? La Mungu. Kwani Mungu anasema, mchungaji, ya kwamba askofu yeyote ama padri ambaye anasimamia kanisa anahitaji kuoa. Lakini ile ya Paulo, hebu enda hapo mahali alisoma. Unajua alisoma chini, sisi tuanze juu. Tuweke context. 7:10 wa Korintho kwanza. Wa Korintho wa kwanza. Tufunge hiyo, twende. 7:10 inasema hivi. Katika Wakorintho wa kwanza 7:10 inasema hivi maandiko. Twende. Lakini wale waliokwisha kuoana unawaagiza. Wale ambao wamekwisha oa na waagiza. Wala hapo si mimi. Ila Bwana. Mke asiachane na mumewe. Teremka chini. Lakini ikiwa ameachana naye, na akae asiolewe. Alafu au apatane na mumewe. Twende. Tena mume. Hiyo ni 10. Kuni inasema hivyo. Tena mume asimwache mkewe. Teremka chini. Inasema hivi. 8 inasema. Lakini nawaambia wale wasiooa bado. Hapo nataka wale wasiooa bado na wajane ni heri wakae kama mimi nilivyo. Paulo anasema wakae kama mimi nilivyo. Lakini ikiwa hawezi kujizuia, kama hawezi kujizuia, na waoe. Kwa hiyo Paulo hakuweka kama ni sheria, lakini ukiangalia nyinyi mmeweka kama sheria padri ya hizo, unaona? Lakini Paulo anasema ya kwamba ilikuwa ni option. Kama unaona kwamba wewe unaweza jizuia, unaweza kaa. Lakini anasema askofu ni lazima apate kuoa. Kama hajaoa atakuwa ameasi. Nafikiri nimejibu hiyo. Hebu twende kwa Sabato. Hapo ndio ningependa ieleweke sasa. Sawa? Alafu tuingie kwa sanamu. Kweli. Kwanza alitoa mafungu, naanza na hiyo. Ili mtu yeyote baadaye akitaka kutetea Sunday asiwahi rudia kutoa hiyo mafungu, maana atachekwa. Nisaidie kitabu ambacho inaitwa Wakorintho wa kwanza 16, soma 2. Wakorintho wa kwanza 6 mstari wa 2. 16:2 inasema hivi. Inasema siku ya kwanza ya juma. Sikiliza, siku ya kwanza ya juma kila mtu kwenu na aweke akiba kwake. Na nashukuru Mungu maana akataa ile Jumapili, siku ya kwanza ya juma. Kila mtu afanye nini? Aweke akiba kwake. Kwa kadiri ya kufanikiwa kwake. Ili kwamba michango isifanyike hapo nitakapokuja. Sasa Paulo anasema, anawaambia Wakorintho kwamba wafanye michango siku ya kwanza, ili kwamba siku atakaporudi kwao wasikuwe na michango. Sawa sawa? Kweli. Sasa tuulize maandiko, ni siku gani ambayo Paulo alirudi kwa kanisa la Wakorintho ambaye alisema hiyo siku ni ya maana michango istahili kufanyika? Matendo ya Mitume 15, anza mstari wa kwanza. 15 mstari wa kwanza. Mstari wa kwanza unasema